Bana sawa, picha letu siri inaanzia hapa. Mshikaji anaonekana yuko matana anapita barabarani. Anapochangaa huko na huko anamuona mbele mtu akiwa amevaa koti lake. Tazama wanavogongana, anamkumba bahati mbaya kisha anamtazama na kumwomba samahani kwa mikono juu kisha akiwa anaondoka. Jamaa lengo lake ilikuwa ni kumfahamu nani amevaa koti na anapishana naye. Upande wa pili anaonekana ujamaa anaitwa Prince. Watu wengi hapa mtaani wamekuwa muelewi, ni kama chokolala lakini kumbe ni askari mpelelezi. Kitu ambacho kwa kinazungumzwa hapa ni jamaa alikuwa akimpa maelekezo kwamba kuna mtu ambaye nimekutana naye maeneo ya Zebra na nimekumbana naye. Huyu mtu ni wa kumfuatilia sana kwa ukaribu. Kila hatua anayopiga unapaswa uletee taarifa ya kile ambacho anakizungumza. Jamaa anauliza kwa nini? Mbona imekuwa hivi? Anaambia huyu jamaa ni miongoni mwa watu ambao waliaki mitandao ya system ya akaunti za watu za ofisi na ameacha kufanya kazi kwa taasisi hiyo. Kwa hiyo anatakiwa akamatwe na afahamike ni wapi ambapo anaishi. Jamaa anakubali, majukumu yao anayapokea na anasema malipo yangu yatakuwaje. Wakati anaambia malipo yatakuwaje, jamaa anamwambia usiwe na wasiwasi kuhusu malipo. Kisha anamwaga mshikaji anamwambia zingatia sana maokoto yangu pindi nitakapomaliza kazi hii. Tazama upande wa pili tunakutana na bidada ambaye anaitwa Rusi. Rusi ni miongoni mwa wadada magansa sana hapa mtaani ambao yeye mwenyewe pia alifanya kazi na kitengo ambacho mshikaji aliyokuzinguana nao. Anampa taarifa ya kumwambia kwa una masaa mawili tu hapa mjini, la sivyo utatekwa na kuingizwa kwenye mtego mzito. Anapaswa kuondoka na apotee zake. Ghafla bidada anaondoka bila kumwambia chochote. Mshikaji anabaki anashangaa sana. Ghafla tunastuka upande wa pili, katikati ya poli kubwa tunaona mshikaji akiwa anakimbizwa spidi kubwa. Je, ni msako ambao umeanza ama nini? Oya, usiache kufuatilia story, ndio kwanza storyteller inaanza hivi.